Habari, karibu katika channel hii ya Faraja Euphrates. Ni mimi ndugu yako Faraja Euphrates. Leo nimekuletea mfumo wa CAS kwa maana continuous assessment, ambayo itakusaidia wewe kama mwalimu wa sekondari kufanya evaluation ya testi mbalimbali. Kawaida huwa tunakuwa na zile continuous assessment ambazo watoto wakifanya labda mtihani wa kwanza, wa pili, wa tatu na wa nne, unakuwa unajaza katika huu mfumo. Unakusaidia kufanya evaluation na kujua mwanafunzi yupi ana drop, mwanafunzi yupi ame maintain na mwanafunzi yupi amepanda. Sasa utakapofungua, utafunguka kwa mara ya kwanza kama hivi, then itabidi login. Sasa ukisha login utapata hii login form, lakini kama hujaregister, kwa maana hauna username wala password, itabidi uklik register ili ukafanya registration. Kwa weka username ambayo utakuwa unaitumia, inaweka Joel, then andika password yako unaitaka wewe uweze kutumia, utairudia hiyo password kwa mara ya pili, then katika choose your teaching subjects, don't choose class. Kwa hiyo chagua masomo ambayo unafundisha wewe. Kama unafundisha biology form 1, chukua biology form 1. Unafundisha na physics form 1, utachukua physics form 1. Kwa maana unafundisha form 1 physics na form 1 biology. Kwa hiyo utaselect. Kwa hiyo hii bio ni biology, hii F1 ni kidato form 1. Kwa hiyo kama unafundisha pia labda chemistry labda form 3, utabidi uchukue hapa ni chemistry keys huku nizo kuonesha bio, biology, chemistry. Kwa hiyo kama hujaelewa hapa utakuja uangalie katika hizi key huku. Kwa mimi nimechukua biology form 1 pamoja na physics form 1, then uta click submit. Imesema this subject already assigned. Kwa hiyo tayari haya masomo kuna mtu amesha sign. Kwa hiyo nitabadilisha hapa nichukue masomo ya history form 1 pamoja na history form 2. Kwa hiyo kama kuna mtu tayari atakuwa ameshachukua masomo, manaki uwezi. Sasa hii ni demo. Kwa hiyo niko tayari nimeshatengeneza hiyo account ya watu wenye hayo masomo. Kwa hiyo uta click submit. Ukisha submit itakwambia license successfully, usajili umekamilika. Bonyeza okay kuingia kwenye mfumo. Kwa hiyo utabonyeza okay. Ukishabonyeza okay itakuleta tena kwenye login form, kwa maana sasa uweze kuingia kwa sababu ushatengeneza username pamoja na password ya kuweza kuingia huko, kwa maana umeshatengeneza account katika huu mfumo. Kwa hiyo andika ile username yako. Kumbuka username ni case sensitive pamoja na password pia ni case sensitive. Kwa hiyo kama umetumia herufi kubwa wakati unatengeneza ile account, tumia herufi kubwa hizo, na kama ulitumia herufi ndogo, tumia herufi ndogo hizo katika kulog in. Then utaandika password yako ambayo ulitengeneza, kisha uta login. Itakwambia welcome Joel, your teacher panel and assigned subjects are available. Kwa hiyo uta click okay. Kwa hiyo sasa hapa itakuwa imeshafunguka. Utaona hapa sasa itaonesha zile sheet hapa chini, zile sheet ambazo ulichagua, yale masomo ambayo ulichagua. Nilichagua history form 1 pamoja na history form 2. Kwa hiyo sasa unaweza kuaccess hizo sheet ambazo sasa ndio utaweza kujaza masomo yako. Yaani mfumo huu kwa hivi ni kwamba unakuruhusu ku access zile sheet za masomo ambayo wewe unafundisha tu. Kwa hiyo hutaweza kuona sheet ya mwalimu mwingine wa biology au somo lolote ambalo wewe ufundishi. Hii inasaidia kuepuka masuala ya kuingiana katika somo, au kwa bahati mbaya ukaingia katika sheet ya mwenzio alafu kama umebadilishia marks katika mfumo wake. Hii inaweza kuleta shida katika ile admin panel, kwa sababu kuna admin panel ambaye ni mtaaluma. Sasa yeye pia ataingia kwa password yake, yeye ana uwezo wa kufanya kila kitu na ana uwezo wa baadaye tutakuja tuone. Kwa hiyo utaingia hapa katika history. Kwa hiyo hapa kama ni test 1 umefanya, kuna hii scroll. Kama uone hapa basi utabidi scroll, inaonekana ni majina hapa pamoja na sex zao na taifa zao. Kwa fupi ni taarifa za wanafunzi. Kwa hiyo test 1 utajaza hapa, labda kapata 34, test 2 labda amepata 39, form 3 hapa test midterm amepata 56, hapa akaja akapata 60, hapa akaja akapata test 4 labda 40, terminal akapata tena 60. Kwa hiyo utakuwa umejaza sasa katika term nzima. Hii ni first term. Kwa hiyo mfumo una test 1 na test 2 kabla ya midterm, lakini unaweza kuwa na test 1 labda kabla ya midterm, huo mnakuwa na mtihani mmoja. Kwa hiyo pia utajaza, lakini at least uwe na mitihani miwili katika before midterm na mitihani miwili tena before terminal. Kwa maana watoto natakiwa wafanye mitihani mingi ili
kuwapima. Kwa hiyo huwezi kuwa tuna testi moja kwa hiyo miezi yote. Kwa hiyo itakuwa hivyo. Kwa hiyo hapa itakuonesha sasa jumla ya alama katika masomo katika hilo somo lako kwa hizo testi ambazo ulijaza, wastani wake, grade pamoja na nafasi aliyoshika katika hilo somo. Kwa hiyo hii ni term ya kwanza. Kwa hiyo hapa hii ni sehemu ya kujaza term ya pili, second term. Kwa hiyo hapa tutajaza chochote, alafu hii ni overall result, kwa maana inaonesha kama endapo utakuwa umejaza pia katika second term. Lakini sasa hivi inaonesha tu zile results ambazo zinafanana sawa sana zile za first term, kwa sababu hatujajaza hapa. Alafu ukiscroll kwenda huku utaona sasa huku ndo kuna sehemu ambayo inafanya analysis. Utaona hapa ina jina in test 2 minus test 1, kwa maana hii ni tofauti ya marks ya test ya pili na test ya pili ya kwanza. Hii ni tofauti kati ya midterm na test ya pili. Kwa hiyo hii inakuonesha sasa, je, huyu mwanafunzi kutoka test moja test nyingine kama aliongeza marks ngapi ziliongezeka, au alishuka kwa marks ngapi. Kwa hiyo ndio maana hii hapa nimekuwekea. Alafu baadaye tena itasema overall kwamba ana wastani wa wangapi katika hilo somo lake, jinsi ambavyo limeweza kushuka. Hii hapa inaonyesha trends. Hii inasema ni improving. Kuna nyingine inasema stable. Ngoja tufanye kitu kimoja hapa. Niongeze hapa. Kwa hapo tutasema improving, kwa maana ana improve. Hii ndio trends yake. Hii hapa hatujajaza marks yote, nimesema tu stable. Kwa hiyo kama trends yake inaongezeka, maana yake tunasema ana improve. Lakini kama akiwa stable, maana yake hiyo nani yake iko pale pale, maana yake haongezeki alama nyingi sana. Yani inawezekana anaongezeka na alama moja, alama mbili tu. Alafu consistency tunasema ni unstable. Consistency maana yake ni je, kule kuongezeka kwake kwa alama, kwa sababu tumesema na improve. Je, improvement yake ikoje, ipoje? Ile ndio hiyo tunaita consistency, kwamba ipo stable au ipo unstable. Sasa hapa ni unstable, kwa maana ana improve lakini ni unstable. Kwa sababu gani? Ngoja turudi hapa katika nani uone. Utaona hapa alikuwa na 40 test 4 kabla ya terminal, akaja akapata 60. Umeona? Kwa hiyo ana improve, lakini improvement yake ni unstable. Kwa maana mfano hapa alikuwa na 56 katika hii midterm, alafu baadaye tena akaja akapata 40. Kwa hiyo ana improve, lakini kuna wakati anashuka. Kwa hiyo yeye ana improve, sawa, kwa maana ya kwamba kuja kufika hii terminal alikuwa na ameimprove, lakini kuna mahali alikuwa ameshuka. Kwa improvement yake ni nzuri, japo hayupo stable. Kwa hiyo ndio maana inasema ipo unstable. Umeona? Ndio maana hapa katika status inasema improving but inconsistent. Improving but inconsistent. Kwa maana ana improve lakini hayuko consistent katika ile improvement yake. Yaani anaongezeka baadaye tena anashuka. Ndio iko hivyo. Alafu hapa sasa nimekuwekea action to take, kwamba uchukue sasa hatua gani kwa huyo mtoto. Kwa hiyo itasema sasa, hii ni katika first term. Hii ni analysis katika first term. Inasema provide guidance, monitor closely and support weak areas. Kwa hiyo hii inakupa sasa kwamba provide guidance, maana yake muweze tu kumwangalia tu kwa ukaribu, mwelekeze sehemu ambazo hafanyi vizuri. Alafu na risk situation ni medium. Kwa hiyo kuna medium, kuna low na high. Yule mwenye high maana yake anahitaji uangalizi wa karibu zaidi. Kwa hiyo katika risk situation utaona kuna medium, kuna low pamoja na high risk situation. Kwa maana yule mwenye high risk situation inatakiwa mfanyie uangalizi wa juu zaidi. Huyu medium maana yake yupo katikati, na yule mwenye low maana yake yeye hana shida sana. Unaweza ukaendelea na normal na normal monitoring. Hiyo ni term ya kwanza. Kwa hiyo pia kama utakuwa umejaza pia term ya pili, utaona pia hapa imeleta majibu. Kwa hiyo hii ndivyo ambavyo mfumo unaweza kufanya kazi. Lakini pia ulisema unafundisha pia history form 2. Kwa kama unataka kujaza marks za history form 2, utabonyeza katika hii sheet history form 2.
kwa maana kila sheet inawakilisha somo lake, yani kila somo liko katika kila sheet yake. Kwa hiyo hapa pia utaweza kujaza marks zake na kuweza kufanya evaluation na kuweza kumfuatilia mtoto mmoja baada ya mwingine. Kwa hivi ndio mfumo jinsi unavyoweza kufanya kazi. Lakini pia unaweza kuhitaji kuweza kuprint hizo continuous assessment ili ubaki nazo, utabonyeza control P alafu utaweza kuprint. Kwa saizi kuna sehemu inakata, lakini baadaye nitakuwa nimeset ili iweze kuprint hadi hapa katika hii overall result. Kwa hiyo nitafanya hizo setting baadaye. Kwa hiyo ukitaka sasa ku log out, hakikisha ume log out. Ukiacha maana yake mwalimu mwingine anaweza kaingia pia hapa akakuta hii na iko open na akaweza pia kufanya kitu chochote. Kwa lazima hakikisha kwamba ume log out. Kwa hiyo utarudi katika teacher panel alafu log out. Ukilog out hizi sheet zinapotea. Kuliko ukiacha hapa maana yake mwingine akija kabla haja log in atakuta hizi sheet hapa zinaonekana. Kwa hiyo anaweza kufanya chochote hapa katika sheet zako au katika masomo yako. Utabidi uende katika teacher panel then uta log out. Ukilog out automatically hizi sheet zinapotea. Utaona hapo nime log out. Thank you Joy for signing out. Remember to enter test score on time whichever student sit for a test and avoid keeping results in cupboard. Hii inakukumbusha tu kwamba usikae na matokeo. Ukishamaliza tu kuingiza matokeo, unatakiwa kuingiza kwenye mfumo ili uweze kufanya evaluation na kuwafuatilia watoto mmoja baada ya mwingine ili waendelee kufanya vizuri katika mitihani yao. Kwa hiyo uta click okay. Utaona sasa hapa hakuna sheet inaonekana tu hii teacher panel ambayo hii ni walimu wote wana access. Lakini sasa huu ni upande wa mwalimu yule ambaye sio admin. Sasa twende katika upande ambao ni wa admin. Admin hapa namzungumzia academic master. Kwa hiyo nita log in hapa kama academic master. Jina lolote unaweza kutumia, username yote unaweza kutumia kutengeneza account. Kwa hiyo hapo naingia sasa kama mtaaluma yeye anaweza akaona sheet zote na akafanya vitu vingine ambavyo tutakuja tuvione. Kwa hiyo nikilogin hapo utaona inaanza kufanya hivyo. Kwa maana hapo ina sheet zote zinafunguka, sheet zote kama unavyoona. Welcome admin academic master. Kwa hiyo hapa sasa ni admin mwenyewe. Sasa admin page yake ndio hii hapa inasema admin panel. Kama unavyoona sheet zote zipo hapa. Teacher panel ndio hii, na admin panel ndio hii. Na admin pia anaweza kaona sheet nyingine huko, kuna register, kuna user, anaweza kaona user ambao anatumia akafanya nani. Mfano nikikika hapa kwenye user utaona yule mwalimu ambaye nilimsajili Joel ndio hapa. Joel password yake ni hapa. Logo yake ni teacher. Huyu ni haya ni masomo ambayo anafundisha ambayo alisajili wakati ule. Kwa hiyo kama nataka kubadilisha taarifa zake au nataka nifute account yake, kwa hiyo nitaenda hapa nitafuta. Nitaenda hapa nitaselect hii alafu nitafuta. Nitakuwa nimefuta account yake. Kwa hiyo hawezi tena kuingia. Inawezekana labda kuna mwalimu tumembadilisha, kwa hiyo unafunga tu, unafuta hiyo account, yule mwalimu mwingine ambaye anakuja kuchukua hiyo nafasi anatengeneza ile account yake, lakini atachagua ile masomo ambayo alikuwa nayo huyo Joel ambaye alikuwepo kabla hapa huyu. Umeona? Kwa hiyo utaona password yake. Kwa hiyo kitokea pia amesahau password yake, unaingia kama mtaaluma, alafu unamwambia bwana password yako ni 1 2 3 4 kwa sababu wewe unaiona. Kwa sababu kule hakuna sehemu ambayo unaweza ukaliset password. Kwa hiyo utamkumbusha wewe kama admin au kama mtaaluma. Kwa hiyo hapo unaweza pia ukafuta au ukaacha. Kwa hiyo katika admin panel hapa sasa utaona kwamba kuna uwezo sasa wewe, kwa sababu ni mtaaluma, inawezekana sasa watoto wamefanya test 1, unataka sasa upate matokeo ili uweze kuprint matokeo kwa ujumla katika hiyo test 1 ambayo watoto walifanya wa kidato husika. Kwa hiyo hii ndio sehemu yako sasa wewe kama mtaaluma, ili baadaye uweze kuprint na kuweza kubandika au kuwapa watoto waweze kujua matokeo yao. Kwa hiyo utaselect darasa ambalo unataka kuprint matokeo, labda ni select form 1, alafu je ni term ya ngapi huo mtihani ambao umejaza au ambao unataka kuprint, ni term ya kwanza, ni test gani, test 2 au test 1, ni test 1 labda nataka ni print, then ni mwezi wa ngapi umefanya hiyo test 1, labda tuseme ni imefanyika mwezi wa kwanza, kwa nitachagua January, mwaka ndio 2026. Kwa hiyo hapo manake taarifa ambazo zitaonekana hapa ni zile ambazo zinahusiana na form 1 term ya kwanza, test 1 January. Nikibadilisha hapa nikiweka test 2 zitakuja
test 2. Ukiona hapa sasa hizi test 2 kule hatujajaza chochote, unaona inaonekana tu ni blank pote, hakuna alama yoyote kwa sababu test 2 hatujajaza. Mimi nilijaza katika test 1. Kwa hiyo nikichagua hapa test 1 na nilijaza ni form 1, utaona kuna marks zinakuja hizo hapo. Umeona? Hii test 1 kwa sababu tulijaza. Kwa hiyo utaona, lakini tuimjazie mwanafunzi mmoja na somo tulijazie wanafunzi mmoja, lakini katika somo la biology. Kumbuka ile sheet nilichukua mimi ilikuwa ni biology. Kwa nilijaza biology, ndio maana unaona biology ipo. Kwa hiyo nilijaza sheet moja biology. Hizi nyingine pia nishai kujaza lakini sio leo. Pale mimi nilijaza biology ambazo ndio hizi hapa zinaonekana 80, 43, 10 ngapi? Hizo hapa ndio zinaonekana. Kwa hiyo hapa sasa unaweza uka print. Kwa hiyo kwenye kuprint utaenda katika file wewe ambaye ni mtaaluma sasa, then print. Kwa hiyo itakuja hivi, itaonesha hapa division summary, zile grades zao, itaonesha kama ambavyo hizi hapa taarifa zote zinaonekana. Kwa hiyo itaonesha hapa, baadaye itaonesha masomo yao na alama zao, jumla, grade, rank, division points na GPA yake ni ngapi. Kwa hiyo hivyo ndio namna ambavyo unaweza ukafanya. Sasa hapa inaonekana ni incomplete kwa sababu tumejaza tu somo moja la biology. Hatujajaza masomo mengine. Sasa mfano ukitaka kuangalia, huyu ni Adija Yasin, biology test 1 ana 80, ambayo biology sheet ya biology ndio hii hapa. Kumbuka mimi mtaaluma naona sheet zote. Unaona hapa hizi zote ni sheet zote za masomo yote hizi zote. Mimi naweza nikaziona zote na naweza nikabadilisha marks. Mimi kama mtaaluma, mwanafunzi anaweza akaja kwamba mwalimu amenirekebishia, naomba nirekebishie marks. Kwa mimi naingia na katika sheet yote katika somo lolote narekebisha. Kwa hiyo biology form 1 utaona, umeona hii test 1 huyu hapa Adija Yasin ana 80. Ndio hii inaonekana hapa katika admin panel, ndio hii hapa 80. Kwa hiyo hivi ndio namna ambavyo unaweza kufanya. Basi uta print, then utaangalia ziko page ngapi ambazo unataka print ambazo zina taarifa. Utaona ziko page 3. Kwa hiyo utabidi click page ya kwanza mpaka page ya 3 kwa sababu inawezekana page zikawa nyingi lakini nyingine hazina content. Then utachagua printer yako. Mimi nipo offline sasa, hizi printer sijaiwasha. Kwa hiyo una print, unapata matokeo yako. Kwa hiyo huu ndio mfumo jinsi ambavyo unafanya kazi. Kwa hiyo hata wewe admin pia ukimaliza inatakiwa log out. Nita log out. Hapo sheet zote zimejificha. Thank you Academic Master for signing out. Utapata ujumbe hapo umekuwa umemaliza. Mwalimu mwingine tena baadaye akifungua anaweza kaingia na kuweka marks. Kwa hii inakurahisishia kufanya evaluation ya mitihani mbalimbali ambayo inafanyika shuleni. Asante sana kwa kusikiliza. Usisahau bwana kusubscribe katika channel hii ili uweze kujifunza vitu vingi zaidi. Lakini pia kama unataka mfumo huu uweze pia kutumika shuleni kwako au uweze kutumia katika somo lako, ni check namba yangu ni hapa inapita, ni check WhatsApp, nipigie, alafu tuyajenge, mwisho wa siku mambo yatakuwa yameenda sawa. Asante sana. Ciao.